You are the God of power. Ikemo, 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 Ezemo, Ezemo. You are the God of power. Ikemo, Ikemo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo, kwa umbali ambao ametufikisha. Ni kwa neema yake. Ingelikuwa ni kwa neema yetu, ama ingelikuwa ni kwa neema ya binadamu, hatungelikuwa tumefika siku ya leo. Tunashukuru sana kwa wale wote ambao wanafuatilia ibada yetu katika YouTube, na pia wale ambao tunakuja kanisani kusikia neno la Mungu, kuja kushiriki pamoja nasi. Tunawashukuru sana, na wacha Mungu akazidi kuwabariki na akazidi kuwaongoza. Leo tunaenda kusoma kuhusu nguvu ya msalaba. Semeni nguvu ya msalaba. Nguvu ya msalaba. Yes. Topic yetu ya leo ni nguvu ya msalaba. Na tutarifaa katika maandiko tofauti tofauti. Tutaanza na Wakorintho. Wakorintho wa kwanza, mlango ni wa kwanza, mlango wa 18. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Maandiko yanasema hivi: kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko inatuambia vizuri, kwa sababu neno la msalaba kwa wanaopotea ni nini? Ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Nguvu ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nguvu ya msalaba kwetu sisi tunaookolewa ni neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bali ni upuuzi kwa wale ambao wanapotea. Kwa hivyo hii msalaba ni ya wale ambao wanafanya nini? Wanaokolewa, wale ambao wameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kumaanisha nguvu ya msalaba, ama the purpose of the cross, ilikuwa ni kutuokoa sisi. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni kutuokoa sisi tutoke katika dhambi na tuwe watu ambao wameokoka, watu ambao wanamjua nani? Wanamjua Mungu. Kwa hivyo kama Yesu alikufia dhambi zetu sisi, ya kwamba kupitia ile msalaba tukaweze kuokolewa, na sisi tunapoenenda katika njia zetu tofauti tofauti, ile msalaba inakuwa kwetu haina maana tena. Ile mauti ya Kristo kwetu inakuwa haina maana tena. Lakini nguvu ya msalaba inakuwa na nguvu kwa wakati gani katika maisha yetu? Inakuwa na nguvu wakati ambapo sisi tunaenenda katika njia ambazo zinastahili, wakati tunaachana na zile dhambi ambazo Kristo alituambia tuachane nazo, ama alitufia pale msalabani ili tuachane nazo, ili zikaweze kuondolewa katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kila mtu anasema, Yesu ni mwokozi wa maisha yangu, Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Ni mwokozi wa maisha yako, lakini day after day unamrudisha pale msalabani. Day after day unaishi maisha ambayo haiendani na msalaba, haiendani na Kristo.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nguvu ya msalaba kwa mlevi ni upuzi. Nguvu ya msalaba kwa msherati ni upuzi. Lakini wakati yule msherati anapokoka na kumpokea Mungu, nguvu ya msalaba kwake ni ya neema kuu. Maana anapokea ile neema na kibali mbele za Mungu kwa sababu ameondokea ile dhambi na kudhamini na kutambua ya kwamba Mungu alimkufia msalabani. Kwa hivyo anatambua kufa kwa Mungu pale msalabani, na ndio maana anafanya nini? Anaacha ile dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Msalaba wa Yesu Kristo unaashiria nini juu ya maisha yetu sisi? Msalaba wa Yesu Kristo ni alama kuu ya upendo wa Mungu kwa wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Ni alama kuu ya upendo wa Mungu kwa wanadamu. Niliwaambia Yesu hakukufa msalabani kwa sababu tu kulitakikana mtu akukufa. Lakini alikufa ni kwa sababu ni kwa neema ndio sisi tuokolewe. Na kwa upendo. Mungu alikuwa na upendo. Kwa hivyo Yesu kukufa pale msalabani, alama ya hiyo msalaba ilikuwa ni upendo kwetu sisi na kutudhamini. Ni kama leo hii ukiwa mzazi, unapongangania watoto wako wapate chakula, unapongangania watoto wako wapate school fees, unawangangania tu ama unawapenda? Unafanya kwa upendo. Unasema hawa watoto sitaki watoto wangu nawapenda, sitaki wateseke. Ndio maana utawangangania kwa kuwa na maisha mazuri. So inaanza na upendo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inaanza na upendo. Kwa hivyo msalaba ni alama ya upendo wa Mungu kwetu sisi. Maana katika ule msalaba tulipokea msamaha wa nini? Msamaha wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kampuni imeamua leo. Si kampuni ya pale. Naomba kutupigia kelele, lakini tutashout, tutaendelea tuna mahubiri. Tutakatiza time pia imeenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana katika ule msalaba msamaha wa dhambi ulipatikana. Ushindi dhidi ya adui ulipatikana pale. Maana kitambo niliwaambia last Sunday ya kwamba mtu akitenda dhambi katika agano la kale, ilikuwa huyo mtu anachukuliwa, adhabu inakuwa ni nini? Ni kifo. Hata nikawaambia mfano, mliona kuna watu walisulubishwa na Yesu. Si ati ilikuwa ni kitu ya kwanza ati Yesu kusulubishwa alikuwa ni mtu wa kwanza. Hapana, yeye ndiye alikuanga somehow another punishment ya dhambi zingine watu walikuwa wanafanya. Mtu alikuwa anasulubishwa, anakaa pale mpaka anakufa. Bwana Yesu asifiwe. So kuna vipengele kadhaa nataka tuangalie. Nataka tuangalie point 5 points. Ni point 5 nataka tuangalie. Point number 1 inasema hivi, msalaba ni ishara ya upendo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. I think nimesha explain hiyo. Yesu nani ajui John 3:16? Si mnajua John 3:16 inasema nini? Kwa maana jinsi hii. Hiyo kuna watu hawajui. Tunasema tu nini? Kuna wale wanasemanga katikati ya wengine. Hawajui. Bwana Yesu asifiwe. John 3:16 ile tunasemanga tulikuwa nasema tukiwa watoto wadogo. Si ndio? Inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. So msalaba ni ishara ya upendo wa Mungu kwetu sisi kwa kumtoa mwanawe wa pekee ili atufie pale msalabani. Alitupenda. Bwana Yesu asifiwe. Point number 2, msalaba unaleta msamaha wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe.
So kabla ya msalaba wanadamu walikuwa na deni la dhambi ambalo lilitutenga na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kabla Yesu akuja akufe hapa, vile nilikuwa nawaelezea, wanadamu walikuwa wanapatana na Mungu saa zingine face to face, unasikia watu wamekufa. Si uliona nani? Alikuwa Lutu, mke wa Lutu. Si alibadilishwa kichumvi. Aliambiwa tu usiangalie nyuma, yeye naye anaangalia. Akabadilika, lakini Yesu angekuwa hiyo wakati angebadilika, sivyo? Angesema, "Wewe Mungu nisamee, akimeniambia nisiangalie nyuma na nikaangalia." Yesu asema, "Nisamee tu." Lakini kulikuwa na hiyo, wanadamu walikuwa wanapitana na Mungu. Kuna mahali Mungu akikataza mara ya kwanza, ya pili hapana. Watu walikuwa wanakufa. Si mnakumbuka dunia kuna wakati ilioshwa na maji. Na watu walikufa kukufa. Unaona vile Mungu alikuwa na deal na watu. Imagine udrown mpaka ukufe. Ni kifo aina gani hiyo? Chungu sana. Mvua inyeshe usiku na mchana. Uko kwa nyumba yako, maji inajaa, unatoka nje. Unajificha, unapanda juu ya mti, maji, mvua inanyesha, inafikia mti, unabebwa. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa hivyo. Lakini baada ya Yesu kuja kukufa pale msalabani, tulipata kinaitwa msamaha wa dhambi, na ndio maana leo tuko nayo. Ibada ikianza unasikia tuingie katika repentance service. Ibada ya kutubu. Kila mmoja atubu kwa Mungu pale mahali amekosea. Hiyo grace ililetwa na ile msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie Wakolosai 2. Wakolosai 2 Wakolosai 2 mstari wa 14. Wakolosai 2. Twende haraka haraka. 7. Inatoka Colossians. Colossians. Si bazuni. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Ile hukumu yenye tulikuwa tunaandikiwa hivi, Yesu alikuja akaitoa, akasimama hapa katikati. So ukitubu kwake unaondolewa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Point number 3 ambayo nataka tuangalie. Msalaba unavunja minyororo ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Msalaba unafanya nini? Unavunja minyororo ya shetani. Tunapoangalia maandiko tunaona ya kwamba Yesu alimshinda shetani na nguvu zote za giza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tu Wakolosai hiyo 2, hebu tuangalie mstari wa 15. Maandiko yanatuambia aje? Songa tu hapo verse 15. Akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Bwana Yesu asifiwe. Katika nguvu ya msalaba minyororo ya shetani ilifanya nini? Ilivunjwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Tunaambiwa baada ya Yesu kufufuka aliingia kuzimu na akamnyang'anya shetani funguo za mamlaka, si ndio? Kwa hivyo kupitia ile msalaba, ile uwezo shetani alikuwa nao juu ya maisha yetu ilikuja ikakuwa limited. Bwana Yesu asifiwe. Sio kama hapo kitambo vile unakumbuka shetani wakati alienda kuomba ruhusa kwa Mungu. Aende akamjaribu nani? Job. Si unakumbuka? Ayubu. Yesu alikuja akavunja hiyo connection. So ukapata shetani ana hiyo access sana ya kuja ku access maisha yetu. Maana Yesu alikuja akafanya nini? Akamlimit
Kwa sababu tukiwa sisi ni wenye dhambi, tunaomba Mungu nani? Yesu msamaha. Anatusamehe na Mungu anafanya nini? Anatusamehe. So wakati Yesu alikuja na akatufia pale msalabani, akakuwa amewezana na kuvunja hizo nguvu za giza, na sisi kama Wakristo tukapata nini? Tukapata ushindi. Bwana Yesu asifiwe. So hii msalaba imetupatia manufaa mingi sana. Hatuko connected vile watu wa kitambo walikuwa connected na shetani. Shetani anawatembelea hivi, anawatembelea, anawaona, mpaka anaenda anachukua ruhusa kwa Mungu, anakuja anaanza kuwatocha. Yesu alikuja akasema enough is enough. Ni mimi, mtu ndio apite aende kwa Baba, apitie kwa nani? Kwangu mimi. Kwa shetani haizi enda kuuliza Yesu, nataka kwenda kuona Mungu. Hapana, atamwambia najua wewe unataka kwenda kuomba ruhusa ya kutesa watoto wangu. Rudi huko chini. Bwana Yesu asifiwe. So, hiyo ndo price yenye Yesu alilipa pale msalabani. Ndio unaona hii uhuru tuko nayo leo. Watu wanafanya tu dhambi, watu wanafungua makanisa, wanafanya ndani vituko. Si mnaona watu wakifanya vituko kwa makanisa? Wengine wanararua mabibilia wakipea watu wakikula, ati ndio Roho Mtakatifu aingie. Unaona wengine wanacheza ball kwa kanisa, ati ball inazaa mtu akipigwa ball hivi na upasi hivi. Unaenda kama umeshika moto. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu. Na Yesu tu anaangalia tu. Mungu ako hapa kwa. Mungu ako. Yesu, uniachilie ni deal. Acha mimi ni deal na wao. Hiyo grace yenye tuko nayo leo ni Yesu ametupatia. Lakini Yesu akaamua leo acha nitoke hapa. Watu wakupatane direct na Mungu. Na kuambia 3/4 ya dunia itauawa. Mungu atashukisha tu moto hapa tuchomeke tuishe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hiyo neema yenye tunaenjoy leo ni kwa sababu ya Yesu kutufia msalabani. Another point. Ni msalaba unatupa uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Msalaba unatupa nini? Uzima wa milele. Kwa maana jinsi hii Mungu alipenda nini? Ulimwengu. Hata akamtoa mwanao wa pekee, ili kila mtu amwaminie apokee. Yes. So kupitia msalaba kila mmoja alipata nini? Alipata uzima wa milele. Maana wakati Yesu alikufa msalabani, baadaye alikuja akafanya nini? Akafufuka na akatupatia nini? Akatupatia ushindi. Na katika kukufa, Yesu alipofufuka anatupatia matumaini ya resurrection, si ndio? Tunasikia kutakuwa na siku ya ufufuo. Matumaini ya ufufuo inatokea wapi? Inatokea katika Yesu kukufa naye kufufuka, na akasema anaenda kutuandalia mahali. Hapo mahali tutaenda aje? Tutaenda na hii mwili? Hapana. Ili wakati utaingia pale kwa wafu, kama ulikuwa wa Yesu, atakuchukua kuweke mahali alienda kufanya nini? Kukuandalia. So tuko na uzima wa milele. Hiyo ndo uzima wa milele. Yani life after death. Inaitwa internal, si ndio? Internal life. Eternal life. Bwana Yesu asifiwe. Wamejua kizungu kidogo. Hiyo, yani maisha ya milele ilitokea pale kwa msalaba. Baada ya Yesu kukufa na akashinda mauti, akafufuka, akaenda akanyang'anya shetani funguo huko kuzimu na akarudi. Kwa hivyo tunaona msalaba ilitupatia uzima wa milele. So wapendwa, I think mnajifunza jambo. Si tu mmekaa hapo mnasikiza, lakini inaingia ya kwamba kumbe hii msalaba iko na mambo mengi hivi yenye Mungu alitupatia ama alitufia na akatupatia hizo favor. Bwana Yesu asifiwe. Point number 5 ambayo ni ya mwisho ni msalaba. Msalaba unatuita kuishi maisha ya kujitolea. Yaani kupitia mauti ya Yesu Kristo katika msalaba inatupatia
picture ya kuishi katika maisha ya kufanya nini? Ya kujitolea. Ikiwa Yesu alijitolea uhai wake kwa sababu yetu, ni kwa nini sisi tusijitolee katika kubeba msalaba wa Kristo? Kwa nini sisi tusijitolee katika kuwasaidia wenzetu? Kwa nini tusijitolee katika kufanya kazi ya Mungu? Yesu yeye alienda, alimaliza. Ni nani wanafaa mrepresent hapa? Ni mimi na wewe. Mimi nitamrepresent hapa kanisani. Je, wewe ukiwa pale kazini una represent Yesu? Ukiwa pale kwa plot una represent Yesu? Ukiwa pale kwa nini? Ukiwa pale kuiva. Si mnajua kuiva? Mnaona vile mnakubali. Ukiwa pale kuiva, umeshikilia mzika. Unajiulize swali, una represent Yesu? Ukiwa pale umekaa hivi katikati ya watu mama wa mshene. Fulani. Akasema, mpaka mnapeana hivi pa tena huku pa. Jiulize, hapo mahali umekaa katikati yao wa mama. Are you representing Christ? Ukiwa pale kwa usherati, kuna mpango wako wa kando. Ama wewe ni mwanadada, ama wewe ni mwanaume, uko na wanawake kama 3 2. Jiulize, are you representing Christ? We need to represent Christ. Maana yeye alitufia sisi na akajitolea kwa sababu yetu. Na sisi pia tunafaa tujitolee kwake yeye. Bwana Yesu asifiwe. Si tu sisi ati mnatuangalia, watu wanaangalianga wachungaji. Ati sisi ndio tunafaa tuishi maisha yenye it is an example. Kuanzia leo hakuna cha wachungaji peke yake kuishi maisha ya example. Kila mtu aishi maisha ya nini? Ya example. Watu waache kupoint watumishi wa Mungu vidole. Wewe ni mtumishi, angalia vile unakaa. Wewe ni mtumishi, sikia vile unaongea. Wewe ni mtumishi, unafaa ukae hivi. Hapana, kila mtu anafaa kae kama nani? Kristo. Sisi wote tunafaa tu imitate Kristo, lakini si tu wachungaji. Mambo ya kwanza kusema mapasta wavaenge suti peke yake. Hata wewe vaa suti. Kama hiyo suti ndio inafurahisha Yesu, hata wewe fanya nini? Vaa hiyo suti pia wewe. Si ndio? Kama kuongelesha watu vibaya ni mbaya, si pasta peke yake. Hata wewe hapa hata kusema mimi si pasta naweza deal na wewe. Hapana, hata wewe una imitate Christ. So pia wewe jua uko limited. Bwana Yesu asifiwe. Amen. You are very limited. Vile mimi niko limited ndio wewe uko nini? Uko limited. Hapana jiekea hapa. Kusema mtumishi wa Mungu. Sasa nilisikia wengine wana exaggerate wanasema ati kwanza mtumishi hafai kula nyama sana. Surely. Ni mnajua mahali tumetolewa na hii maisha. Mnajua mahali tumetolewa na hii maisha. Ati bibi tu anakula nyama unamwangalia hivi. Wachane na watumishi. Mtumishi ikifika wakati wa kufast, ingia fast. Ukifungua kula chakula, utaletewa mtu ako na mapepo atakuangusha chini hapo. Ukisema ati mtumishi hafai kukula. Hapana, kula. Sasa nilisikia wakisema watumishi hafai kula washibe. Kwa nini msishibe? Mnaonea watumishi sana. Fanya hivi, mtumishi wewe kula, shiba vizuri. Ikifika wakati wa kuomba wewe omba. Ikifika wakati wa kufunga funga, bora tu usikose discipline ya kufunga. Bwana Yesu asifiwe. In short tunamaanisha we should all imitate Christ, not pointing fingers on pastors, on prophets, on intercessors only. Sisi wote tunafaa kuwa the same mbele ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. I think mmebarikiwa na ninatumaini, maana ninajua mmebarikiwa. Na enda ukafuatilia hiyo maandiko tena pale YouTube pole uko umekaa kwa kiti yako. Najua sasa hivi unaweza kuwa umekaa hapo unasikia njaa. Ukishakula enda kaa vizuri usikize na hii maandiko ilikuwa inasema nini. Chukua kanoti kukaandika mahali. Pia wewe mtu anaweza kukuuliza swali. Nyinyi mnasemanga tu Yesu aliwakufia. Hii msalaba iliwapatia manufaa gani? Unashindwa kujibu mtu. Lakini ukiwa na maandiko yetu ya leo utaambia mtu msalaba ilitupatia hii na hii na hii na hii. Nimepeana point 5 hapa. Inatuonyesha kujitolea.
na tuonyesha upendo, na tuletea msamaha, katuletea eternal life. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ambia mtu kwanza, mtu kweli anaenda kanisa, anafuatilianga nini? Anafuatilianga maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usikae tu unasema tu Yesu alitukufia msalabani. Hata ujue aliwakufia aje. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So wacha Mungu awabariki sana. Nawashukuru nyote ambao mmetufuatilia katika mahubiri yetu ya leo. Wacha Mungu azidi kuwabariki na kazidi kuwainua. Tafadhali wacha twende tu watch hiyo mahubiri na tu subscribe, na Mungu atazidi kutubariki. Na mambo ya kwenda kuweka mahubiri 30 seconds ndio view iongezeke, alafu unatoa uone uliwatch, tafadhali mwache watch the whole clip. Bwana Yesu asifiwe. Watch the whole clip ndio uelewe, lakini usiweke acha niweke pasa aone tu inaongezeka. Niliona na nitapima, kuna kitu ndaangalia nao nijue wenye waliona 30 seconds ama 1 minute. Bwana Yesu asifiwe. Wacha Mungu awabariki na akazidi kuwainua. Shalom, shalom, shalom. Ikemo, Ezemo, you are the God of power.